asante. Kitale oye! Kitale oye! Asanteni kwa kujitokeza. Baba amenena na akinena tunaitikia. Ya kwanza, tunajua iko serikali bandia sababu hawakushinda. Na watu bandia wakiingia ofisi hawakumbuki kilio cha mwananchi. Wanaenda kujaza tumbo zao. Na ndivyo ukaona wakati wa ukame, wakati wa kiangazi na wakati watu wamekosa ajira, wamepiga marufuku mambo ya subsidies ya chakula. Ile pesa ingefanya bei ya unga kurudi chini, wameweka kwa mifuko yao tayari. Ile pesa ingefanya petroli ishuke chini, tayari wamebeba. Ile pesa ingesaidia msasi, mtoto asikose kwenda shule, tayari wameitumia vibaya. Sasa tunauliza, Mkenya, utaendelea kuteseka mpaka lini? Katiba ya Kenya inakuruhusu kama mwananchi. Inasema ushukani wa hali ya juu uko kwa mikono ya mwananchi. Mwananchi ndiye anapatia watu kibali kukalia kiti na mwananchi ndiye anaweza kutimua. Na katiba inakuruhusu bila kutuma mtu yeyote kutumia mamlaka yako kuona ya kwamba Kenya imesimama. Na ndio nauliza, Kitale mko tayari? Mko tayari? Mimi najua chakula inatoka Kitale, lakini sio kila mtu ako na shamba. Wengine wanafanya kazi kwa mwenye shamba. So yako ni duka, unaenda kununua chakula. Ile pesa unapata kila siku, utaweza kweli kununua unga ya shilingi 300? Utaweza kulisha watoto wako? Kwa hivyo Kitale ni food basket, lakini bado watu wako nini? Wako njaa. Lazima bei ya unga ishuke vile baba amesema. Na ndio ukasikia Juliani akiimba, niko njaa, siwezi karanga, hawe hae. Ovu ya kitawa, simama maovu ya kitawa. Mimi Martha Karua nimeapa ya kwamba niko tayari kulipa gharama. Je, wewe mwana Kitale? Niko tayari kulipa gharama. Sasa nawauliza vijana, mko tayari? Baba akiitana mtaitika. Na mimi nataka kuambia hao wapinzani wetu wajue ya kwamba sisi ni watu wa amani. Tutafanya ile tutafanya kwa njia ambayo iko kwa katiba. Hii ni mkutano yetu ya 12 na mikutano yetu yote imekuwa ya amani. Tumetoka kwa kanisa na umati. Wamekuja wakitembea na gari zetu zikienda polepole. Hiyo inaitwa procession. Na hiyo procession imekuwa ni peaceful. Kisii tulikuwa na procession ya karibu kilomita 5. Nairobi tumekuwa na procession kutoka Gikomba mpaka Kamkunji mara 2. Sisi ni watu wa amani, lakini najua serikali bandia inaota ikiweka watu kati yetu ndivyo walete furugu. Hatutakubali furugu kamwe, lakini watungoje. Wasipofanya ile Wakenya wanataka, wataenda nyumbani. Wataenda nyumbani. Na siku ni 10 tu zimebaki, sio 20. Na wajue Wakenya wako na nguvu za kufanya hivyo kwa njia ya amani. Sisi tunapenda nchi yetu,
Hatutaki kuumiza watu, lakini lazima kila Mkenya apate haki yake. Na vile baba amesema, wewe unasema ya kwamba maneno ya whistleblower si ya kweli. Unangojea nini? Fungua hizo sava. Hao wazungu unaenda kuuliza wasiruhusu twende kule. Sisi hatuna haja na Ulaya. Waite wakusimamie tufungue sava. Sababu tuko na uhakika kura zetu. Na kama kwa maono yako ukifikiria mahali kuzuri ni Ulaya, sisi hapa Kenya ndio kuzuri kushinda mahali ingine. Wewe bebwa na hao wazungu wako muende Ulaya. Sisi tubaki wapi? Sisi hatuna haja na nchi ingine. Tuko na haja na mambo ya Kenya. Mimi nataka kusema hatutavumilia kuona vijana wetu wakikosa kazi. Ile pesa ilikuwa kwa bajeti ya kazi mtaani, ile ilipatia wachache afueni, imewekwa mifuko. Sisi tunasema hatutavumilia. Hatutavumilia wakiendelea kuajiri marafiki wao na madaktari wamesomeshwa na wazazi wakiuza kila kitu. Madaktari 4,000 bado hawajapata ajira. Walimu wamesomeshwa, kila jamii ikiuza mali yao yote, bado hawajapata kazi. Wauguzi ambayo wamesomeshwa na tabu nyingi hawajaajiriwa. Tunasema pesa ya Kenya itubike kufanya yale maneno italetea Wakenya faida, lakini sio mambo ya kubinafsisha mali ya Wakenya. Mimi nakuambia wametupa uongozi wa kisheria, rule of law, wameingiza uongozi wa kimabavu. Wacha nikuelezee tu kidogo. Walipoingia, jambo la kwanza ilikuwa kuondolea marafiki zake mashtaka ya aibu, mashtaka ya unajizi, mashtaka ya wizi, mashtaka ya uporaji wa mashamba na mashtaka ya kutolipa kodi. Mwananchi wa hali ya chini kwa makosa tu kidogo angali yako jela. Hatuwezi kuwa na nchi ambayo iko na sheria ya bwenyenye na sheria ya mnyonge. Kama ni kufungulia, fungulia, wote waende nyumbani. Hatuwezi tukavumilia ubaguzi hapa katika nchi yetu. Umesikia kinara wangu akisema serikali imekuwa ni ya wachache. Hakuna kabila hatutaki waingie kwa serikali, lakini katiba inasema kila kabila inapewa na idadi yao. Haiwezekani kuwe ya kwamba ni kabila 2 au 3 zitakuwa kwa serikali. Hata hapa Kitale mko karibu kila kabila. Kila Mkenya apate haki yake. Hatutaki ubaguzi. Jambo lingine, tunajua wafanyikazi wa serikali, hata walinzi wetu wako na shida. Hakuna unga ya polisi, unga ya jeshi na unga ya raia. Wote wananunua karibu 100 ngapi? Wote wako na shida. Kwa hivyo nakwambia wewe Mkenya, wewe uko na kofia, umepatiwa idhini ya ulinzi. Wewe uko na kofia, unatuhudumia kwa ofisi. Hii ni nchi yako, jiunge nasi. Hatukuambii uje kwa mkutano, lakini kwa roho yako jiunge nasi tukomboe nchi yetu. Mko tayari? Mko tayari? Hii vita sio vita ya Raila, Odinga na Azimio. Hii ni vita ya mwananchi wa Kenya. Ni watoto wa Kenya wanalala njaa. Ni watoto wa Kenya hawaendi shule. Ni Mkenya anakufa akikosa dawa. Kwa hivyo hii vita ni vita yako. Wizi wa kura ni sauti yako inanyongwa. Na sauti yako ikinyongwa huwezi ukapata haki. Mimi nawaomba ya mwisho, tuungane, tukomboe Kenya, tuitoe kwa mikono
ya manjambazi tuiweke tuitoe kwa mikono ya majambazi, tuiweke kwa mikono ya yule mulichagua, na sio mwingine, ni Raila Amolo Odinga. Sasa mumesema mko tayari tujitokeze. Wangapi watatoka wakiitwa? Wangapi? Basi bila kupoteza wakati, wacha niite ndugu yangu mpendwa